Blaza, mambo. Tunakumbuka katika somo lililopita tulijifunza makundi mbalimbali na mapito mbalimbali ambayo sisi tunawapitia. Tulijifunza kundi la adolescents kwenye umri wa miaka 11 mpaka 18. Tukaona linapitia changamoto gani. Lakini pia somo langu lililofuata lilikuwa umri wa miaka 21 mpaka 25. Linapitia changamoto gani na madhara yake pia. Leo kabla sijaendelea, ni kuombe tu uraiki pale na kushare. Lengo ni nini? Tusiwaache mbali sana wale watu ambao tungependa tuende nao, na wenyewe wapate clip hii, wapate mafundisho haya. Sasa tutaanza hapo. Tatizo la kisaikolojia kwenye umri wa miaka 25 mpaka 30 na mabadiliko ya maisha, kazi na mahusiano. Haya yote yanakwenda kuleta madhara au yanakwenda kuleta tabia zifuatazo. Cha kwanza, yanakwenda kuleta tabia za tatizo la hofu. Hofu inakuwa kubwa sana kwenye kipindi hiki, ambayo ni anxiety. Lakini kuna kipindi ambacho pia wanapitia watu hawa: unyongovu, depression. Depression hii inamfanya si ajabu mpaka hata asiweze kufanya shughuli zake za kila siku. Lakini baada ya hapo inapitia msongo wa mawazo ambao ni stress, na hatimaye inakwenda kwenye tatizo la kupata chakula. Baada ya hapo sasa tunajikuta tumeingia kwenye tatizo la kisaikolojia ambayo ni schizophrenia. Nikwambie, schizophrenia ndio changamoto ya kisaikolojia ambayo inasababishwa na mfumo wa watu wenye umri huu wa miaka 25 mpaka 35. Hebu tuanze na hii tabia au tuanze na hii tatizo la hofu. Ndugu yangu, hofu ni ya ajabu sana. Hofu ndio inasababisha wewe ushindwe kufanya shughuli zako zinazofuata kwa sababu ya hofu. Hofu ya kesho, hofu ya kesho kutwa inakufanya leo usipige hata hatua moja kwenda. Hatua hizi ambazo huzipigi ni kwa sababu ya hofu, kwamba labda inaweza kuwa mimi sitaweza, mimi nikifanya hivi nitaonekana hivi. Hiyo tayari ni tatizo ambalo likikomaa linakwenda kuletea shida kisaikolojia. Lakini pia 25 mpaka 35 ni kipindi ambacho wanapitia tatizo la unyongovu, depression. Hii ni tatizo ambalo linakuja pale ambapo tayari sasa kuna hisia kali ya muda mrefu, na hii inaenda kusababisha mpaka unashindwa kufanya kazi zako za kila siku. Unaumwa kichwa, na si ajabu unalala kabisa, huwezi hata kunyanyuka angalau kwenda tu sehemu fulani, hata kuongea na wenzio. Hili pia wenye umri wa miaka 25 mpaka 35 linawakumba na linawapata sana. Wachache wanaweza mtiririko huu, lakini akaanzia namba 3, akaanzia 4, haiendi kwa mpangilio, ila litakuja kulingana na wewe mwenyewe umekumbana nini na unakumbana na changamoto gani. Sio hilo tu, unyongofu tayari linakwenda kusababisha msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo nilishafundisha pale nyuma, nikasema msongo wa mawazo na wenyewe sio mzuri sana. Unakufanya pia ushindwe hata kutulia na kuchukua maamuzi yako yaliyo sawa. Kundi hili pia linakwenda baada ya hapo sasa linakwenda kukutana na kitu kinachoitwa tatizo la kupata chakula. Kwa sababu mtiririko wote unakosa hamu ya kula. Hata kama utatenga pale chakula kizuri kiasi gani, utajikuta tu unaonja na unakiacha kabisa. Halafu wewe unasema umeshiba, kumbe hujashiba. Automatic tu unakwenda kuharibu mwili, kwa sababu unapokuwa umekula chakula ambacho kiko chini au akiendani na uzito wako, tayari unakwenda kupungua, unakwenda kudhoofika, na hatimaye sasa
unakwenda kupata tatizo la kisaikolojia, tunasema schizophrenia. Wewe itakuwa inakuhusu. Mwanzo wake ndio huo, na schizophrenia tayari umekwenda kwenye tatizo la kisaikolojia ambalo sasa litahitaji kwenda hospitali, litahitaji wewe kwenda kutibiwa kwa daktari wa magonjwa ya akili. Nikwambie tu, yote haya anayapata mtu kuanzia 25 mpaka 35. Tuwe makini sana. Masuala ya kisaikolojia yanarudisha nyuma sana maendeleo, na watu wengine tumekuwa tunayaishi kama imekuwa sehemu ya maisha yetu, kitu ambacho sio sawa. Mimi ni mwanasaikolojia, nikushauri tu kutafuta mbadala. Kama wewe ni mmoja wapo umejikuta sasa unakuwa una hofu za mara kwa mara, zitaenda kuathiri, na zitakapoenda kuathiri zitaenda kusababisha kwenye unyongofu, zitaenda kupeleka kwenye depression, na hatimaye utakuwa kwenye msongo wa mawazo ambao ni stress. Sasa wahi mapema, bado haijapea. Nikwambie tu, saikolojia ipo na wana saikolojia wa kuwasaidia watu mbalimbali kokote kule uliko, uwe Mwanza, uwe Dar es Salaam, uwe Mbeya, uwe wapi, uwe Kigoma. Jitahidi sana kuwa makini na hii hali, sio nzuri, na inakwenda kuanza kuchelewesha mipango yako ya kila siku. Unashangaa mwaka umepita, ukiulizwa kwa sababu gani mwaka umepita, umefanya nini, wala umefanya nini, kwa sababu uko kwenye unapitia hii hali ambayo sio nzuri sana. Kwa hiyo wote ambao si wahanga wa mwili huu 25 mpaka 35, tuwe makini na hii hali. Tuhakikishe sasa tukutane na hili tatizo la hofu, hatukutane na hili tatizo la depression, hatukutane na tatizo la stress, hatukutane pia na tatizo la kupata chakula, na hatimaye tukupata schizophrenia. Brother, waona wana saikolojia, chukua hii, itakusaidia. Asanteni sana.